Mambo ya msingi lazima yawekwe sawa. Sasa ni jambo tu, yani jambo tu, na kwa sababu haieleweki kwamba ni ibada. Ibada hii inafanywa hovyo kwa wengi miongoni mwetu. Litapigwa sijui rusha roho, sijui mwanamke atafanya hivi, sijui mwanamke yani mtu anaingia tayari kiharamu, atavaa anavyojua yeye mwenyewe. Ishasaulika kwamba hii ni ibada. Kwa hiyo mtu anaingia kwenye ndoa kiharamu. Atawekwa makucha, atawekwa makope. Ishasaulika, haijulikani kwamba hii ni ibada tena. Baba na mama hawajui kwamba hii ni ibada tena. Binti asisitize bwana chukua udhu, akija mume wako mtaswali raka 2. Hii haijulikani kwamba ni ibada. Inaonekana ni jambo tu la kila mmoja anaweza kufanya anavyoweza. Atakaeka maziwa wazi sawa, atakaeka kichwa wazi sawa. Hii kwetu Waislamu sisi ni ibada. Lazima anataka kuolewa awe na msimamo mwenyewe kwa kujua ibada hii sio ya baba na mama, ibada ni yako ama yako. Kwetu haijulikani. Unaziona harusi za Waislamu unakaa unasikitika. Kama ibada hii mtu ameingia bila udhu, Allahu akbar. Hata akisoma msahafu mzima, huyu anaswala? Anaswala? Sasa ndio tunaingia kwenye ndoa hizo. Wengi miongoni mwetu kwenye jamii yetu. Kwa hiyo ibada imeshaanzwa na kunajisiwa. Usizungumzie ambaye watu watakesha na vigodoro. Ibada ipi tena? Itakuwa labda ibada ya masanamu sasa labda. Lakini hizi kwenye jamii zetu hazungumzwi. Ibada sisi ni swala, ni funga, ni zaka, ni hija. Watu wanahushui, wana concentration, wana understanding hayo mambo. Ndoa ni ibada. Kwa hiyo inaanza from the beginning. Mahari sijui lete mkaja wa mjomba, sijui mkaja wa nani. Hii jamaa ni ibada, sio mambo tu kusema. Unajua hili ni la mjomba, hili sio, ni ibada kubwa kabisa. Kwetu bwana ni jambo la mazoea. Kwa hiyo masharti yanapuuzwa, taratibu zinapuuzwa. Mtu anakosa understanding yeye mwenyewe, anakosa msimamo yeye mwenyewe, anakosa uelewa yeye mwenyewe, anakuwa anaburuzwa kwa sababu yeye mwenyewe hajakaa akasoma kwamba this is worship like other worship. Ni ibada kama zilizokuwa ibada nyingine. Binti lazima akatae, kijana lazima awe na msimamo, lakini wa kuelewa. Usiibuke tu ovyo. Bwana mmoja, yule kijana mmoja rafiki yangu, na upenda kutoa mfano, ameoa binti kama kawaida harusi zetu, binti amepambwa paka mwisho wa kupambwa. Makalikiti amewekwa, sijui relax amewekwa. Sawa, ameenda. Binti yule kaolewa, afungwa nani yake, kafanya na jabu yake, ameenda. Mme yule sikapisa ndo anamuona mke wake sasa. Ameamka asubuhi sasa, nani zile nini sijui zishatoka kila kitu. Anamuona nywele, akiangalia mbona nywele hivi? Kijana yule anauliza, inahitaji understanding kidogo iende vizuri, nataka ni ibada imekosa iende vizuri. Anamuona ile laksa. Hii bwana ni haram kabisa hii. Kijana kaenda kanunua wembe mpya kabisa. Kaja akamnyoa kipara mke wake. Siku ya pili tu. Mambo ya selfie, kijana amepiga picha kwa mama yake. Mama kashuka. We nani? Kama mwanao mimi. Akazima kwanza simu, akaiwasha tena upya. Afa akapiga tena. We nani? Asa mwanao. Imekuwaje? Mume wangu kaninyoa. Mpe simu. Kijana alipokea matusi. Turudishie binti yetu. Kijana yule alimuacha yule binti. Sio mambo ya kubumba ya kubunibuni, live. Alikuwa na uelewa huo kwamba hii ni ibada. Haelewi, sasa msaidie sasa. Sasa kuna understanding pia ni muhimu. Usiibuke tunaanza kwenda kunyoa kipara. Lazima kwanza Sasa kwa hapa nitaka kusisitiza hilo, ieleweke hii vizuri. Ieleweke hii vizuri kwamba hii bwana ni ibada. Kwenye jamii yetu haieleweki kama ni ibada, kwa hiyo ndio maana kila mmoja anaibuka na staili yake. Hatuna staili inayofanana katika maeneo mengi. Sasa Ibnul Qayyim al-Jawziyya alieleza kwamba unapotaka kulieleza jambo vizuri lieleweke na lifanye kazi vizuri, mambo matatu lazima uyaelewe. Wote ukitaka kuliendea jambo. La kwanza, lazima uelewe definition ya hilo jambo. Maana yake nini?
Tumeeleza maana ya ndoa katika mitazamo hii miwili mepesi. Cha pili, anasema lazima uelewe lengo kuu la hilo jambo. Na la tatu, lazima ujue misconception, kueleweka vibaya kwa hilo jambo. Usipoyaelewa haya mambo kwenye jambo lolote, kuanzia elimu, kuanzia ibada, kuanzia sijui jambo gani, kuanzia ndoa, usipoelewa vizuri, makosa yatakuwa ni mengi sana ya kudumu. Sasa lengo kuu la ndoa, tatizo jingine la jamii yetu. Hapa pia upo mtego mwingine ambao ni tatizo letu. Watu wengi tunaoingia kwenye ndoa huwa, na hata ukiwauliza sasa hivi, mke ukamuuliza mume. Mimi nilimuulizaga mama yangu siku moja swali gumu kabisa. Mzee wangu alifariki muda mrefu kidogo, nilimuuliza mama, hivi mama, wewe uliolewa kwa sababu gani? Ilikuwa ni swali gumu sana. Unatajua mambo madogo madogo. Na ndio iko hivyo. Kwa sababu ya ibada hii haieleweki, malengo makuu ya mke ni mengine, malengo ya mume mwingine.